Nĩ thabarĩ ya gũtuĩkania nginyagia itura rĩa Ziwa Lata kaunti-inĩ ya Lamu kũrĩa gũkirĩte kĩeha gĩa tharĩkĩra cia andũ erĩ arĩa moragĩtwo na njĩra ya kũrathwo ĩkĩagithia cama wa mambura ma thigũkũ ya Christmas. Tharĩkĩra ĩno ĩrĩa ĩrĩkanĩte gũtabanio nĩ itoi kũratuĩka iratabanirie gĩko gĩkĩ na muoroto wa gũkinyĩra maobitha a mũhohio arĩa makoretwo makĩiga ũgitĩri gũkũ na arĩa twaranĩirie nao nĩ matarĩirie marĩa marahanĩkire. Kusema kweli usalama wetu kama askari wa ziada uko hali ya hatari. Kwa sababu gani niseme uko katika hali ya hatari? Maeneo haya yako mbali, maana kituo kikuu cha polisi kiko Kasakairu, ile nyingine iko Witu. Sasa nilisikia yule aliyekuwa ameachwa pale kama mfanyikazi akilalamika akisema kwamba mimi ni Mkenya na mbona mnaniitisha kitambulisho niko nacho, niachieni niwapatie. Wacheni kunifunga. Sasa mimi niliposikia hivyo ikabidi niangalie ni akina nani. Nikaona ni kikundi cha watu wengi. Hapa kwa huyu mwenzangu walikuja 8 lakini mimi niliona kama watu 25. Lakini katika kule kwa hao walikuwa 8 na mimi nilikuwa peke yangu. Basi matokeo ni kwamba waliponizidi nguvu, niliangalia usalama wangu na ikabidi niweze kujificha, ndio sasa niweze kungojea ule usalama wa vitengo vingine ambavyo nilikuwa nimeahidiwa. Maana nilikuwa nimetoa ripoti na nikaahidiwa kwamba kwa muda mchache utakao kufuata utaweza kupata watakaoweza kukusaidia. So nikajua ni mimi niweze kuweza kujiokoa ndipo nijue ninangojea ule usalama. Maana kama nisingetumia akili hiyo basi hata mimi pengine wangeweza kuniangamiza, maana walikuwa wanani na mimi nilikuwa. Family ya umwe wa arume acio yugĩte aroragirwo athite kugira thimu yake kuri family marigainie kuria irekiragirwo mwaki. Rashid alipotoka kule kwa mtambo jana jioni, akaja akashughulika hapa kujipikia chakula, alipomaliza akatoka tu kwenda kwa jirani kwenda kufuata simu yake ili ilikuwa iko kwenye charger. Alipanda chukua simu yake kwa charge, ndio sasa akapatikana na hiki kisa cha majambazi na akapigwa risasi akakufa hapo tayari. Kulingana na vile tunaambiwa kutoka vile huku mashinani ni kwamba kunao watu walitembelea wananchi hapa, wahalifu muda wa saa 1 na kitu kama saa 1:30 hivi jioni. Walikuja kaingia kwa hiki kijiji, wakatafuta boma ya mzee mmoja ambaye ni NPR. Wakaenda pale wakampata kijana wakamuua, kisha wakatoka hapo wakaenda kwa nyumba nyingine ambayo pia ni ya NPR na ndio bado iko na duka yake. Alikuwa naishi na ndiko kuko na duka. Thegia wa kuragwo kwa andũ acio itoi icio iracokire iraci na nyumba igire cia maobitha a muhohio na nduthi igire irahira mwaki-inĩ ũyũ. Tulikuwa tayari tumeimarisha usalama na saizi baada ya hili tukio itabidi tuongeze usalama zaidi. Tunahakikishia kwamba kuna usalama katika kaunti yote. Tumeongeza mikakati yetu ya kuhakikisha kwamba Mkenya mali yake yako salama kutoka Kiunga mpaka kule wanaita Chararuma. Nginyagia mĩaraho ya ũmũthĩ andũ 10 arĩa nĩ ikari gũtikũmenyekaga kũrĩa marĩ, no nĩ macokire methanwo nao kũrĩa mekwĩhithĩte makĩũrĩra tharĩkĩra ici. Commissioner wa kaunti ĩno Irungu Macharia oigĩte mũgũnda wa Mathiko Taya ũtũire na ngucanio amu kũrĩ gĩkundi gũtuĩka gĩtiendaga andũ gũkũ. Sababu hakuna pale tunaona Al-Shabaab katika hii mashambulizi. Tunajua hapa ndiko karibu kilomita 1000 kutoka Somalia. Tumekubaliana na wananchi kwamba lile jambo limetendeka hapo si ajabu linahusiana na watu ambao wako area hii. Sababu tunajua katika hii shamba hapa ambapo wananchi hao wameishi, wao wameishi kama maskota ama wao ndio walitangulia, lakini watu ambao wanaitwa Witu Nyongoro walienda wakapata hatimiliki, kwa hivyo shamba ni lao. Maofitha aya rĩu morĩtie kuongererwo abitha angĩ na matharaita maiganu marĩa mangĩhota kũgitĩra ikari, tondũ gĩkundi kĩu kĩrĩkanĩte kĩrarĩ na ndũthũki na mĩcinga mĩritũ gũkĩra ĩrĩa maofitha aya marangagĩra nayo ĩrĩa maroimana na kwĩgitĩra mbere. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.